Sasa hii kisa yenye ilifanyika hapa Nyansanja Mitengero, ni mtoto wangu ndiye alikuja akafanyia kitendo na sasa amekufa yuko sasa. Sasa hiyo siku yenye alienda walienda na sister yake kwenda huko. Sasa walikuwa wanalisha ng'ombe tu huko barabarani tu. Sasa kutoka hapo sasa akaambia sister yake, wacha niteremke hivi niende kunywa maji alafu nirudi. Sasa vile sister yake alimwambia amngojee tu wamalize kulisha ng'ombe ndio warudi nyumbani wote. Sasa akamwambia wacha niende nikunywe ndio nirudi haraka, alafu tuanze kulisha tu ng'ombe. Sasa kutoka hapo hakufika nyumbani kwao hapa kukunywa maji. Sasa alipotelea hapo njiani katikati tu hapo. Sasa tangu saa hiyo huyu mtoto sasa ilikuwa kitu kama saa 9 hivi, saa 10 huyu mtoto alipotea kutoka hapo. Sasa tukamkuta tu jioni hivi alikuwa ameaga tayari, amekufa. Sasa kutoka hapo naambia sasa serikali mfuatilie hiyo tujue ni huyu mtoto wangu alikufa namna gani. Sasa huyu mtoto hayuko hai saizi, amekufa. Alikuwa na miaka 13 na sasa alienda grade 9. Alikuwa grade 8 alienda grade 9. Sasa hiyo shule yenye alikuwa anasoma ni shule ya Ekero hapa ng'ambo tu. Tujasuku mtu yote. Sasa ndio maana naomba serikali itafute huyu, itafute hawa sasa watusaidie tu na uchunguzi. Saa 9 naliaborete ilimogaso ono bakaja gustuka marago banene ng'ai yale bona taracha no ene nyumba bakasoa kumuri so nari wajete ko reisi alam ona abantu bakamenya bakasoa kumuri wana mwali bara ire itu istingo le hunting ekenge kama teo motongo ya kali singe saa 9 mwana hapo saa 9 alitoka saa 2 Tuko na machozi, tuko na huzuni kwa sababu hiki kitendo sisi hatujawahi kikiona hapa kwetu. Tunasikia tu, lakini sasa leo ndio imefika kwetu. Tunaomba serikali, tunaomba Tonya Toto, tunaomba chief, all the chief areas, kulingana na hii area yetu wote. Wakina Nyaboke wote washikane na chief. Mtusaidie. Tumeogopa hata watoto wetu hatuwezi kuwatuma shambani. Hawezi kuenda kuchota maji. Sasa tutapeleka watoto wapi na serikali iko kwetu na sisi? Mtulinde ili na sisi tuwe na uongozi bora. Sasa hii inaonyesha kuwa uongozi wetu ambao tuko nao hapa sio uongozi mzuri. Kwa sababu kama watoto wanaweza uana hapa na tuwajue. Na wewe mama mwenye unalea mtoto ambaye ni muuaji, uwe tayari uweze kututolea huyo muuaji ili ikuwe ni kitendo cha kwanza tena kikuwe cha mwisho in Jesus name. Kwa hivyo wameongeleshwa vizuri, wameambiwa waweze kuendelea kufanya investigation pole, waweze kuleta wahalifu, wajulikane kwa sababu ni watu wa hapa karibu. Maana tendo hili bwana chief ameongelea likifunikiwa litaendelea tena kesho ni kwa nyumba nyingine. Tena kwa mwingine kwa sababu ili likifunikiwa itaendelea kuenea na hiyo sasa ndio wahalifu wa watoto wadogo kuanza kufanyiwa kitendo cha unyama wa raping. Hata wamama wataogopa kwenda soko kwa sababu wakiwa wanatoka soko watakuwa wanaangushwa mahali popote kama mahindi. Sasa kwa mahindi vile ziko wamama waanze kufanyiwa uhalifu, wakinyang'anywa vitu na kuuliwa wapatikane ndani ya mahindi na kwa miti. Bwana chief wacha naye pia ameweza kutuitia pia na human rights pia waliweza kuja nao waliweza kushuhudia jambo hili nao wameongea nasi na wamesema watachukua jukumu, wanaenda kufuatilia kujua mambo haya vizuri ili waweze kutuletea haki ya jambo hili. Hivyo haki itatendeka kwa haraka maana ya mambo yameweza kuenea kila mahali na katika kila vituo. Tunashukuru sana
kwa sababu ya ushirikiano kama huu, hata wanahabari, jinsi ambavyo mmeweza kukuja na mmeweza kujitoa ili muweze kueneza mambo kama haya ndiyo yaonekane, kwa sababu tu binadamu na tu katika dunia ambayo ina majaribu, taabu na shida nyingi. Sasa taabu kama hizi zinapokuja, mkishakuja hivi na tunaweka wazi njia na jinsi ya kuweza kukomesha vyombo kama haya, yanakuwa ni haraka na rahisi. Hiyo ni vizuri sana, tunashukuru kwa hayo. Na tunashukuru kwa ajili ya haraka yenu kukuja kufuatilia mambo kama haya ili muweze kusaidia wananchi. Mubarikiwe sana. Familia naomba iweze kushikwa mkono kwa sababu ni familia ambao ni maskini. Kitu naweza sema, hiki kitu hatujawahi kukiona tangu miaka rudi miaka nenda. Sasa kitu mimi naambia our acting chief, hao ambao wamefiwa, those that have been bereaved, that is a young lot, there is a young group, na hawajawahi kuona vitu kama hivi. Kitu na kuomba chief wetu wasaidie kwa mambo yoyote ya kiserikali. Wanaweza kuitwa ipatikani, they are not aware. So be all the time, please be alerting them. Sasa kama hii kitendo kimetendeka, kama we do not know actually what happened, but if it is these young men who are doing it, please, our chief, be at the forefront of this kind of nature. This is a very sad moment that we've lost our dear sister, and this is the first ugly incident that has happened in this particular location. I urge my dear brothers and sisters to become at this particular trying period so that the investigations can carry on, and then we need to unearth this problem and the challenge that has just come on board. Sasa hivi hatujapata suspect yoyote. Kesi iko kwa uchunguzi sababu maaskari walichukua hiyo kesi. Kwa hivyo tunangoja watuletee majibu. Ndiposa tulikuwa tunauliza iweze kuwa haraka kidogo ili majibu yapatikane. Ilikuwa naimiza watu wetu ya kwamba wakati maneno kama haya yametendeka, tupate kuwa watulivu wakati serikali imeyachukua, ili tungoje yale ambayo yatakayotokezea kutoka kwa uchunguzi wao. Wakati huu msimu watoto wako nje, msimu huu wakati wa likizo, nilikuwa naomba wazazi waajibike, wajaribu kuangalia watoto wao, waweke tu karibu na wao ama karibu kwa boma. Na ikiwezekana watoto kama hao wazoeshwe kwenda kanisani ili wapewe at least ngarau kazi kidogo kidogo ya kuwa keep busy wakiwa katika likizo hii. Kwa leo hii katika baraza ambayo tumekuwa nayo ni kuhimiza ya kwamba yule yoyote yako na habari kuhusu kisa na ya jambo kama hili aweze kutuelezea. Ikiwa ataogopa kidogo atakuja kwa ofisi, ama hasa tutamuelekeza mahali kwa yale mashirika ambayo yanastahili ili kufanya uchunguzi zaidi. Kwa hivyo nilikuwa naomba yeyote mwenye ako na habari ili aweze. Kwa hivyo mikakati ambayo tumeweka hivi leo ni kuhimiza watu wetu ya kwamba habari yoyote waweze kuiweka mbele.